Kĩambĩrĩria-inĩ kiugo arĩ kuo, nake kiugo arĩ Ngai, nake kiugo atũirio harĩ Ngai. Kiugo kĩa muoyo na Pastor Jane Munene, Pacific Waves Radio, Menyugi na nenda cia Rũraya. Twakugeithia muno rucine na hwaini wa mothe muthikiriria na mwiroreri wa Pacific Waves International Radio na television harora tuona rucine ruru rwa umothe. Turacokeria Ngai ngatho ni tondu wa gutuhe kamweke kangi nigetha tuhote kunyitanira mutambo-ini witu twendete muno, mutambo wa Pacific Waves, nigetha tuigue kiugo kia Ngai thiini wa show itu ria twendete muno, show ya kiugo kia muoyo. Na koguo ni ndenda gukaribisha from wherever you are nigetha tuhote kunyitanira na Ngai witu arogocwo ni tondu we ni akoretwo ari mwega na ni akoretwo akiarianiria na ngoro citu. Na muthenya wa umuthi no tuguthi na mbere na kwaririo ni tondu muthenya wa Sunday twatigireire we started off on a topic that we are the sons of God, na muthenya wa umuthi tugukorwo tugithie part 2, na ni ndiracokeria Ngai ngatho ni tondu ni twafundithirio maundu maiganona na tukimenya what it means to be sons. Na maandiko ni matwirire wega muno that na tungikorwo turi Ngai na tukorwo turi ciana tutingihota kunengerwo urithi wetu, no ni tuguikara twi under guardians and trustees ginya mahinda maria marikinya. Na koguo kiugo kia Ngai nikio gituteithagia nigetha tukure. Mwathani Ngai theitu arogocwo na nokio kihotaga gutuhe igai thiini wa Ngai kana it's also able to build us up and to give us an inheritance among the saints. Na koguo ni wega muno gukorwo tukifundithio kiugo kia Ngai, and that is why we are here today for part 2 we are sons of God. Mwathani Ngai theitu arogocwo na koguo karibu sana, and please invite somebody. Ndimwiraga ucio niguo nduri wa bata muno ithuĩ twambaga twikaga kuhota gushare video no na as many people as possible nigetha tuhote kuigua na nigetha tuhote kurathimwo. Mwathani arogocwo na ndimwiraga kanitha ni witu turi hamwe nigetha tuhote gutwarana na nigetha tuhote kurathimwo. Na thank you so much Gathere Mushene, ndirakuona. Invite as many people as you can. Pauline Waithera, thank you so much. Oroigona you're watching na no wega today you're watching us from where na Ngai ni kugocwo. Jenny Janice Wanjohi, thank you so much my dear. Niwe wi kuria mwena wa Nairobi ni ndirona my sister Grace Ngoge, thank you so much Grace Ngoge. My sister akoragwo guku mwena wa Kent guku matura maya na Ngai arogocwo. My sister Grace Wanjiko, thank you so much. Oroiga you are tuned from Kiambu. Mom Eunice Tiara, Oroiga good morning Mr. and Mrs. Pastors Munene, thank you so much mom. Ngai akurathime, and it's my prayer ati Ngai ni athiete na mbere na gugutuga na gukuhe thayo. You just lost your dad na nitoretikia Ngai ni agwikite mega muno. You are in our prayers, and may the Lord God do you good na akuhorerie na jireria we oi kuhorerania, because he's called the God of all comfort. Mwathani arogocwo. Benson Kimaro, thank you so much. Rega hi mom and daddy tuned in from Naivasha, tuko salama, thank you so much Ben. Ngai akurathime muno na ugeithirie andu aku na Ngai aromurathima muno. Pastor Joshua Roiga, praise God, niko ndani, thank you so much. Karibu sana. Jane Kanyingi, tuned and happy to see you and learn about my position in him. Thank you so much. Ngai akurathime muno. Hiyo ni serious. Grace my sister Jambi, urajira umenipatia mji wa Kent. Hiyo imeenda wapi? Uko upande wa urban. Sasa mimi hata naongea ni kama hata sijui nyumba kule iko. Mtu atafikiria hata sijui kule unaishi. Akora go itura ritagwo urban ohaha next to Federal Way. Tondu ithuĩ twĩ handũ hetagwo Federal Way. Pastor Martin Bagara, thank you so much. Roiga, you are tuned from Nairobi. Thank you very much Pastor Martin. It's always good to see you. Sionake akoragwo mwena wa Karen. Na akoragwo kuria akiruta wira mwena wa NPC Karen. Ngai arokurathima, thank you so much for always being there. Ngai aroko. So please keep sharing the video. Then tuthiete guthie nigetha tuthie tuingirite na nigetha tukorwo tukigua part B of Sons of God. Na ndirona ta producer atanekira title, koguo nitirenda akimikire Sons of God part 2 na Ngai witu arogocwo. Na nitirenda tuthiete nigetha tuhoe nigetha mwarimu a dive in nigetha aturehere kiugo kia Ngai. Na
tugithiaga tukiharagiria, because I know you are putting your things together, mafuku maku, Biblia yaku, karamu na notebook, because this is a class nigetha tuthomithio na nigetha tuhigio. Mwathani arogocwo, tondu ni wega andu kuhiga na ni wega kumenya ni wega andu kumenya ni wega kumenya andu mamenye ni ciana cia Ngai na nigetha mamenye kuria mathiaga. Mwathani arogocwo. You know, today I thought about Moses. I thought about Pastor Moses. And I realized it could be a tragedy for a pastor gukorwo agitongoria andu matari kundu mathiaga. Andu acio matiri kundu mathire na aikarire nao for 40 years in the wilderness. Ndirenda uge uguo nigetha ukorwo ihariria tuhoe tuthiete. Mwathani arogocwo. Na kwoguo Ngai ni egututeithia na ni njui ni egutwika maundu mega na ni mwega na ni mwihokeku. Na kwoguo ndirenda tuhoe. Thank you so much ni undu aria mekwe Lilian Bogua, thank you so much kutoka Utawara, Pastor Mercy Maxerian CCK, Ngai arokurathima. Kwoguo ndirenda turenda tuthome nigetha tutigaikare ta kanitha ucio wa Musa atongoririe na Ngai agitikira maikari for 40 years nigetha manine. They were not going anywhere. That is tragic. That is tragic. Kwoguo ni wega gukorwo mukifundithio nigetha tumenye kuria turathie. Mwathani Ngai thitu arogocwo. Kwoguo fundi wa mitambo ndamenya ni ndona hau ni ta twathondeka na no undorere haha hanini na Ngai ni eguturathima. Ngai ni eguturathima, ndorera kaundu kanini ke hau na Ngai ni egutwika maundu mega. Ndirenda tuhoe nigetha tuthiete. Mwathani Ngai thitu nitwacokeria ngatho ni twagutia muno rucini rwa umuthi na hwaini wa umuthi ni undu wa utugi wihokeku waku na unene waku. Ni wega ni tondu we niwe watwendire muno. Mandiko moigaga ugituhenda na wendo munene no nigetha ugitutua ciana ciaku. We bless you and we worship you ni tondu that is who we are. Ni tukenete Mwathani ni tondu wa gutuhe Jesu uria utuwendaga tuikare tugithondekagwo nigetha tutuike take na nigetha ona maundu maria agaite kuri we na ithu tutuike agaiamo. Ni twagutia muno, ni twaucokeria ngatho ni tondu gutiri undu na gutiri mundu ngiahotire gwika wira uria urutite thiini witu nigetha ugatutua kiria we mwene wendaga. Ni muthenya wa umuthi ni turathie na mbere na kuigua maundu maria matumaga twitike gutuika ciana ciaku Mwathani, ni tondu toritwa no ni kuri na maundu maria urenda makorwo makiruta wira thiini witu. Mwathani Ngai witu ni maundu maria urenda tukorwo tukimamenya nigetha tutuike agwitika kuna ati ciana ciaku. Ni twagucokeria ngatho, ni twagutia muno muthenya wa umuthi tondu kiugo giaku kina hinya wa kurehe utheri wa uria urenda utumenye na kina hinya wa gutuhigia na gututeithia Mwathani nigetha tutuike. Ni twagutia muno, ni twacokeria ngatho cini rwa umuthi. Ni wega ni tondu wa muthikiririo wothe ratuthikiriria. Twahoya that it will not just be another show, but it shall be one that will egututeithia gukinyukia ikinya tukite na tuthiete na mbere na kuhanana nawe Jesu muru wa Ngai. Ritwa riaku rirogocwo rironeneha. Ithe witu ni wega na tondu wa mwarimu witu rucini rwa muthi onake twaguthaitha uthie na mbere na kumutuga na kumwika wega nigetha kirehe giuko giaku Mwathani giuke kina clarity na nigetha andu aku makiigue na makimenye Jehova Ngai na nigetha kimateithie na nigetha ona ukimoigie. Ni wega ni tondu kiugo giaku ni tawa wa maguru maitu Mwathani Ngai ithe witu na ni utheri wa njira citu na ituragucokeria ngatho ni tondu ni uratwirire ati nikio muoyo. Na kwoguo rucini rwa umuthi even as we receive it, we are receiving life na nituretikia that you will saturate us with your word thiini wa ritwa ria Jesu. Na riria giaihura thiini witu nikiri na hinya wa ku dislodge maundu maria mothe matakitwo niwe na maria matahanditwo niwe thiini witu thiini wa ritwa ria Jesu. Maria Saitani ahandire mahinda maria twanekora tukomete na mahinda maria twanekora that we are not aligned with your word. Na nituretikia Mwathani Ngai ithe witu ate ona gutherio ni tuguthie na mbere na gutherio nikio ni tondu nikio gitutheragia. Twagutia muno, twagucokeria ngatho ni twetikia ati at the end of this show Mwathani ukorwo wikite wega thiini witu tondu thiini wa ritwa itheru ria Jesu Mwathani na muhonokia maroho maitu twahoya ona twacokia ngatho. Amen, amen. Kwoguo thie na mbere na gushare video no na without further ado ndirenda tuingirie mwalimu na nigetha atuhete kiugo kia Ngai. Na kwoguo karibu sana mwalimu na Ngai arogocwo. Kwoguo geithia andu aku na nigetha tuthiete.
Thank you very much. Tunamshukuru Mungu kwa neema na wasalimu nyote popote mlipo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nashukuru Mungu kwa siku nyingine njema. Pia tumekutana ili tuweze kushiriki neno la Mungu. Sio kukujaza tu na maneno, bali kupata ufahamu utakao kusaidia katika nyendo zako za wokovu. Maana tukishafika kuelewa sisi ni akina nani, inatusaidia kuamini kwa viwango fulani. Amen. Kwa sababu kile unachoamini ni kadri unavyojua, na kutenda kwako ni kadri ya imani ulionayo. Hivyo basi tunaendeleza somo letu kana kwamba sisi ni wana wa Mungu. Amen. Na ninaamini tutafikiria ufahamu fulani utakao tujenga tukawe na imani kabisa. Tusiwe watoto tena tunarusha hapa na pale na aina zote za mafundisho, bali tutakuwa imara katika hali zote. Amen. Ndiposa unaona mara nyingine kanisa linaweza kuwa na watu wengi, lakini ukitokea mkurupuko mmoja, kanisa lote linaporomoka, kwa sababu hawa watu hawakuwa na msimamo wala mizizi ya kuwasimamisha. Maana tufani lazima zitatokea, vurumai lazima zitokee, lakini hata hivyo sikitokea, tunabaki tumesimama imara. Amen. The Bible says makwazo hayana budi kutokea, lakini ole wake ambao makwazo yanatokea. Lakini nasema hivi, kwa maana tuna ufahamu wa makwazo lazima yatokee. Hivyo basi tunastahili kuwa na mizizi ya kutusimamisha. Maana msingi wetu umejengwa katika neno. Kwa sababu Mungu amejidhihirisha na kujionyesha katika neno lake. Amen. Anything else, it is just building on top of that. The only thing that has been given to man for God to explain and give his details is the Bible. Prophecies are good and they're important, but they cannot give details pertaining God. Amen. So we are going to the Word of God. Yes. And I know by grace our eyes will be opened in some areas, and it shall be well with us. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So we will go to our Bibles in the book of First Letter of John, chapter 3. That's where we will start today, as we did the other day, and we will build many things there. Amen. Kwa hivyo tunasoma kitabu cha waraka wa Yohana wa kwanza, mstari ni mlango ni ule wa 3, mstari ni ule wa ngapi? Wa kwanza mpaka wa pili. Mstari wa First John chapter 3. Na leo nimebarikiwa sana. Leo nataka kusoma na Kiswahili sababu tunachanganya nitonde tuliaraizete nitulinado ali matakora kwa understand ngeno ito, so we will mix all the languages so that at least somebody gets something. First letter of John chapter 3, I'm reading from verse 1 and up to verse 2. Tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuwe wana wa Mungu. Tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu hautambui kwa kuwa haututambui kwa kuwa haukumtambua yeye. Verse 2. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakavyodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hivyo basi ili ni somo ambalo nzuri kwetu, maana nasema ni pendo la namna gani kana kwamba tunaitwa wana wa Mungu. Sons of God. Sons of God. And you need to know there's been a lot of some statements which has been given about the sons of God. At times which are not true. Jesus is saying, anaongea na Mafarisayo na Masadukayo, anawauliza mbona mnataka kuniua? Je, amwamini kile Mungu anafanya kupitia mimi, miujiza inayotendeka katikati yenu? Wakasema hapana, hatutaki kukuua kwa sababu ya matendo yako mema. Tunataka kukuua kwa maana wewe umesema ni mwana wa Mungu. Because they had never heard anybody say that he is a son of God.
But blessed be the name of the Lord for us. We have been given directed and we have been called sons of God. Amen. Many in texts, at times you will find also they use the word sons when they mean everybody in the church. And the other statements, they say children of God. But this particular one, I will be analyzing who is a son, the characters of a son, and how a son should walk. Yes. Now, I want to shed some light somewhere in some study which has been brought a lot of controversies from centuries. People say that Genesis chapter 6 speaks of the sons of God being angels, whereby it is not true. Angels can never be sons of God because of what Hebrews chapter 1 verse 5 says. Let's read, because I told you the confirmation should be from the text or the scriptures so that we can come to understand. Umesikia watu wakisema kana kwamba malaika wanaoitwa wana wa Mungu ndio waliokutana na mabinti wa binadamu wakazaa wana ambao walikuwa watu wanene ama watu wakubwa sana. Tunasoma Waebrania mlango wa kwanza mstari wa 5. Wahibrania mlango wa kwanza mstari wa 5. Kwa maana alimwambia malaika yupi wakati wowote, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Tena mimi nitakuwa kwake baba na yeye atakuwa kwangu mwana. It has never appeared even a single time when God called angels sons. Wow. We are the only one who are called sons. Let me prove my point. I always say, I know I'm talking, many people are looking, theologians are there, Wasomi, and everybody else. But I always say, the truth is one. Yes. We don't have two. All right. Jesus speaking to his disciples in John chapter 10, verse 35. Let's read something. John 10:35. To confirm that statement, the question that Jesus, or rather the writer is saying, God asked, to whom among the angels did I, or have I ever called a son? So Jesus said, God, or rather the word of God, can never be altered. 35. 39. 39. 35, sorry, 35. Yeah, John chapter 10 verse 35. Ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu na maandiko hayawezi kutanguka, je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, ninyi mnamwambia unakufuru kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu? Kama sizitendi kazi za Baba yangu, msiniamini. Hapo ndipo nilikuwa nimeweka utangulizi kidogo na nikagusia mstari huo. So Yesu anasema hivi, kama vile neno linavyosema, hata watu wanaitwa miungu. Yes. Akasema neno la Mungu aliwezi likatanguliwa. Kutangua ni kuondoa. To revoke. You cannot revoke the word of God. So God has never called angels sons. People say in the book of John chapter 1, if you do verse 6 and chapter 2, we will not be reading that, but I'm just paraphrasing. Yeah. It says, when the sons of God had gathered, the devil also presented himself. Then God asked, where are you from? Says, from up and down, surveying the earth. That does not qualify that God had sat down with the angels, because it doesn't mean that even those days of Job, there were no sons of God, because Job was one of them, because the Bible is saying he reverenced God, he honored God, and God was pleased. So when we go to the book of Genesis, when the Bible says the sons of God and the sons of the daughters of human, it is referring to human beings who are holy, because the Bible says when Adam brought forth Seth, Seth brought forth Enosh,
And the people started to fear God. And that's the time now the sons of God were begotten on the earth again. Amen. Cain, remember, he had continued to reproduce. But they were not sons of God. They were not sons of God because he was cast from the face of God as well. Yeah. So you need to know, just like in our generation, we know them that are born again are called sons of God, what we have read. Yes. But them that are not born again are not called sons of God. So this is something very clear, and people say, if you read that text in clarity, the Bible says, let's read for the sake of the people who are new. Genesis chapter 6, verse 2 is what we want to read. Mwanzo mlango wa sita mstari wa pili. Genesis chapter 6. Ni vile sitaki kuongea mengi sana. Ni sawa. Yeah. Chapter 2. Please quickly because of time. Mstari wa pili wa Mwanzo 6 mstari wa pili. Okay. Wana wa Mungu waliowaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. Mstari wa 4. Wamenafeli. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Mstari wa 4, nao wanefili walikuwa duniani siku zile. Tena baada ya hao wana wa Mungu waliopoingia kwa binti za wanadamu, wakazaa nao wana hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Ni vile tunasoma kwa Kiswahili na najua watu wengi wana mapungufu ya Kiswahili na ninawaelewa, lakini ningeweza kuingia kwenye kina. Ukisoma huo mstari kuna vile unaingia, anasema hao walikuwa wana hodari ama wajoli wa zamani. So if I wish you had the English text because it is better for you because you are good in English. Ingekusaidia, lakini nataka kusema hivi. It does not really say the outcome of these people is only because anasema walikuwepo wanafeli siku zile. Walikuwepo wanafeli. Na hao ndio watu, mstari huo unamalizia hapo part C, B. Tena baada ya hao wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, wakazaa nao hao wakazaa nao wana hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Ukisoma hapo inakuelekeza aje? Ni wanadamu. Does it say the Nephilims came because of this or because they were there? Walikuweko duniani siku zile. Because many a times we speak the word of God, but we don't look and see what is written. Yeah. We go with the mind of what people say, but that's a text of another day. So let's continue. So we are sons of God. Yes. Angels are not sons of God. Yes. They have never been privileged because they don't have flesh. Yes. We have flesh. And that's why Jesus is called Son of God, because he had flesh, and the Spirit of God, who is God, dwelt in him. So we are sons of God because the Spirit of God dwells in us. Amen. Because the Bible gives us clarity that wote waliompokea aliwapa kuwa wana wa Mungu. Sio waliosaliwa kwa mapenzi ya binadamu, bali waliosaliwa kwa kusudi la Mungu. Amen. 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 That's why now we are sons of God. Yes. Angels, they don't have the flesh that they were existing in, then they became. Yeah. But for us, we are human. Yes. There's something that I would like to combine. And I think we mentioned the other day. Yeah. 1 Corinthians chapter 15, verse 47 to 49.
so that you may understand who is a man, who is a child of God, and the distinction. Yes. Read for us. 1 Corinthians chapter 15, verse 47 to 49. Okay, 1 Corinthians 15. 1 Corinthians chapter 15, verse 47 to 47 to 49. Okay, nasoma Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 47 hadi 49. Mtu wa kwanza atoka katika nchi, ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo. Na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Mstari wa 49. Na kama tulivyoichukua sura yake yule wa udongo, kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Praise the Lord. Hallelujah. Naamini unashika hilo neno. Na kama wewe sio mzuri sana wa Kiswahili, unaweza kuwa ukisoma Biblia yako kwako, itakusaidia. It says, if we had taken the nature of the first Adam, now we will also take the nature of the second Adam. Amen. That's why the Bible says in Romans chapter 8, it says, verse 29, them that he foreknew, he called, so that they can be like a son. Amen. So we are sons of God because we first took the nature of the first Adam. Yes. And now the second Adam, who is the life-giving spirit, has been given allowance now in us. We no longer live like the first Adam. We are living like the second Adam, who is the life-giving spirit. Now we resemble him and we won't be like him. That's what the Bible said where we began. We don't know per se how we will be, but we know when we will appear, we won't be like him. Why? We have taken his nature, and that's why we have now the nature of God, that we are children of God, because we are born of the Spirit. Amen. Bible says in John chapter 3, when he's talking to Nicodemus, that which is born of the Spirit is spirit, and that which is born of the flesh is flesh. Adam brought forth flesh. Jesus brought forth spirit. Amen. So we are sons of God because we are born of the Spirit. Amen. And because we are born of the Spirit, we have the nature of God. The nature of God is spirit. Yes. Praise the Lord. Amen. 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 Powerful. So we need to understand. Children of God are people who are growing in the family. But sons are the one who have been given now responsibility to be in charge. As I had said when I started, we are all sons of God. If you came to the Lord today, you are son of God. Maana kikawaida mwana wa kiume akizaliwa kwenye jamii, hata awe na siku moja, ukimuuliza aliyemzaa utamuuliza ulibarikiwa na nini, atasema nilibarikiwa na mwana wa kiume ama mwana. Maana mwana, it's a male. But here we are not talking about male factor. We are talking about responsibility. That's why even daughters are included. This is not for male factor. This is for us all who are born of the Spirit. Amen. Praise the Lord. Amen. So I will just shed light on some things, how to identify sons of God. Amen. Amen. Not Amen. how to identify children of God. Sons of God. Those that have been able to take responsibility. Exactly. And also you told us they are the ones that were also able to exercise the authority of the Father. Amen. Amen. So Romans, please keep sharing. Tunapoenda kujua the next one, na it's good that we tuchukue kabreak kadogo. And let me also see the people that have come. Terry, Ethel Wandera, thank you. Monishi Kim, Harrison Kariuk from Mutawara, Evelyn Nachuka, thank you so much.
Angeline Kawa, Mary Alex, Wanjiko Sami, Mama Deno, God bless you so much. Tunaendelea, and it's getting better and better. It's getting better. Keep sharing the video. Invite somebody. Let them hear what we are hearing this morning. Amen. So we are going for a short break. Seconds, and then we'll be back. Thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai nĩ kũrĩ muoyo, naguo muoyo ũcio nĩguo theri, naguo theri nĩ waraga nduma-inĩ, nayo nduma ndĩrĩ ya ũhota. Nyitanagĩra na Pastor Jane Munene. Thank you so much. Marĩ ngwatanĩro na Kĩariũa Prestige o mũthenya wa kiumia makĩguũria maandĩko ma Ngai tabarĩra-inĩ ya kiugo kĩa muoyo. Mũtambo-inĩ ũrĩa ũratambata kahũrũra thĩ yothe handũ ya Roma. Pacific Waves International Radio, Seattle, Washington, USA. Kĩambĩrĩria-inĩ kiugo arĩ kuo, nake kiugo arĩ Ngai, nake kiugo atũirio harĩ Ngai. Kiugo kĩa muoyo na Pastor Jane Munene. Pacific Waves Radio, Minyugi na nenda cia Rũraya. Welcome back. We are going to the next phase of it, and this is how to identify true sons of God. It is how to identify true sons of God. Na kwa hivyo mwalimu amesema nisome Warumi, Romans chapter 8 verse 14 to verse 17. Soma nami Romans chapter 8 verse 14 to verse 17. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambao kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Verse 16. Roho mwenyewe ushuhudiwa pamoja na roho zetu ya kuwa sisi ni watoto wa Mungu. Verse 17. Na kama tu watoto basi tu warithi wa Mungu, waridhio pamoja na Kristo. Naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Amen. Mwandishi ametangulia na kuongea kitu cha muhimu sana. Wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Amen. How can we identify sons? It's how one is being led of the Spirit. Children are children, they might not be aware of what is happening around them. But sons, they are aware. The communication of their father. So what do I want to say? When the Bible has used two words here. For them that are being led of the Spirit of God, they are sons of God. Then number 17 says, and if children, heirs also, heirs of God, and the fellow heirs with Christ. So this one, I've told you, we are children of God as long as we are born again. Because it's a family. But there are ranks. That's why Paul says, some people say that we are equal, but we are not equal. That's why in the kingdom, we are not equal. We are all children of God, but we are not equal. That's why the Bible says he gave some too. So them that were given as a gift to the church, they are preparing others also to become. So what I'm saying is this, the true sons of God are led of the Spirit of God. Hallelujah. They are able to do the business of the kingdom. They are able to be trusted with the business of the Father. That's why they are called sons. If you are led of the Spirit, you are able to know the mind of your Father. He is able to direct you and to show you what is to be done, what time, where, and how. Amen. That's how sons are. Amen. You cannot enter into a business of your father if you are a baby. No. In the natural, you can have children at home, male factor. But if they are babies, as Galatians chapter 4 verse 4 says,
verse 1 and up to 4. Their children, they have to be under guardian. Yes. Until they attain a level of sons. Yes. That's the time they inherit. Yes. And now, what we have read in 17, these children, they are encouraged to come to the point of maturity, yes. become heirs, heirs together with Christ. Praise the Lord. Amen. That's why the Bible says, we are heirs together with Christ. Some translation in some verse says, we are co-heirs. Yes. Co-heirs is different from a heir who is to divide things because he's in the family. When it is co, yes, I get 100, you get 100. Yes. But if we are, no, I want to do the difference because co-heir and equal what? I'm getting the word. Co-heirs. Yes. Them that are equal sharing. Equal sharing, rather. Equal sharing. Equal sharing and the co-heiring. Co-heiring is the same as equal sharing. It is different. Because when it is co, I want to get the difference because co is whereby you are there in the family and you have to get inheritance. Share. But the equal share, it is one, we own it all. Exactly. So that now nobody gets less. Yes. It is ours. And nobody gets more. So here it is all equal. Ours. We inherit as a family. Amen. Praise the Lord. So we have said number 1, them that are led of the Spirit of God, yes, are sons of God. Yes. Number 2, to know and identify sons. Yes. Not children, because we are all children. Let's go. First letter of John, chapter 2, verse 4 and 5. And this is where majority have lost the sonship in. Waraka wa kwanza wa Yohana, mlango wa pili, mstari wa 4 na mstari wa 5. First John chapter 2, verse 4 and verse 5. The Bible says, yeye asemaye nimemjua wala hazishiki amri zake ni muongo, wala kweli haimo ndani yake. Lakini yeye ashishikae neno lake, katika huyo upendo wa Mungu umekamilika kweli kweli. Katika hili twajua ya kuwa tumo ndani yake. Praise the Lord. Amen. Upendo umekamilika. Yes. Sons are perfected in love. Children, they are struggling to be perfected. That's why even in our homes, children fight because of things. Over petty things. But when people mature, they no longer fight. They are perfected in that. They don't argue about some things. Yes. All right? Yes. So, you need to know, the other thing to identify, if you are a son, watch how you behave with your fellow brothers and sisters. Let's continue. Verse 15 and 17 of the same. 15 and 16. 15 to 17. 15 to 17. 15 to 17 of the same First John chapter 2. Msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Mstari wa 17, na dunia inapopita pamoja na tamaa, na dunia inapita pamoja na tamaa zake, mbali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Amen, amen. Naomba radhi kidogo. Huo mstari ni sawa. Na ni wa kuonyesha namba, hii ilikuwa iwe namba 3, lakini wacha nifanye clarity hapo namba. Hii tulikuwa tunasema namba 2. Verse 9 ndio nilikuwa nataka. The one who says is in the light and yet hates his brother is in the darkness until now.
Mstari wa 9, yeye asemaye kwamba yumo nuruni naye amchukia ndugu yake yumo gizani hata sasa. Mstari wa 10, yeye ampendaye ndugu yake akaa katika nuru, wala ndani yake hamna kikwazo. Namba 11, bali yeye amchukiaye ndugu yake yu katika giza, tena anakwenda katika giza, wala hajui aendako, kwa sababu giza imempofisha macho. Huyo mtu ambaye ana makwazo yamejaa na amemchukia nduguye, kwa sababu ya kwazo la wiki 5 zilizopita, yeye yuko gizani na mwanga haupo karibu naye. Amepofishwa akili zake. Waraka wa Petro anatuambia hivi, amesahau kana kwamba alisamehewa dhambi zake za zamani. So hivyo basi, usikubali kwazo kama unataka kuwa mwana. Kama kuna kitu sipendi, siwezi nikalala na dhambi. Umwambia mke wangu hivyo. Siwezi nikakubali kulala na kitu ndani ya moyo wangu. Ni maana msaada upo. I go to the Lord and he forgives me. So that I can maintain sonship. Praise the Lord. Amen. So mtu yeyote anayetembea na makwazo. Let's do something to put the strength on that. But we will be coming to chapter 2. Verse 15 and 17. But let's go to first letter of John, chapter 3. We will do number 4. Number 4. Yes. Number 4, first letter of John, chapter 3, verse 4 inasema, kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Praise the Lord. Amen. No one who abides in him sins. No one who sins has seen him or knows him. Hiyo tunge mstari wa 3 nafikiri ndio. Na kila mwenye matumaini haya katika yeye ujikwaza ujitakaza. Ujitakaza. What I'm saying is that kama yeye alivyo mtakatifu. You see, people at times they are not aware what is sin. Sin is to veer the direction. Is to miss the mark. Is to entangle. It is to do lawlessness. Why lawlessness? The law has been given. James says the royal law. The royal law is love your neighbor as you love yourself. If you break that law, you are doing lawlessness. The loyal law. Sheria ya kifalme. Good. Ni kumpenda jirani yako kama ujipendavyo. Usipofanya hivyo, wewe mvunja sheria. So uko gizani. Hiyo nataka kukuhakikishia. Uko gizani. Lakini ukigairi dhambi zako, au vunji hiyo sheria, sasa unawapenda wateule, kama vile Biblia inatuelezea tena. How can we know that we love God? By loving them that are born of God. So if you love people and you hauna makwazo, then you are true son of God. Amen. Let's do number 10. Let's go back to chapter 2. Chapter 2 pale tulisoma 15 to 17. Tusome tena. No, not 17. Tulisoma number 10. Did we read number 10? 2, 4 to 5 to return. We have read that one. Yes. We have not read verse 10 and verse 15 or 3. No, that one is coming later. Okay. We read chapter 2, verse 15 to 17. Msiipende dunia wala mambo yaliyo katika dunia. Mtu akipenda dunia. All right. The Bible says, now we have understood. This is the point we are talking about. Loving one another. Because the Bible says, anybody born of God loves them that are born of God. Amen. Children in the family, they are obligated to love one another. That's why we discipline them to know how to stay as a family. Because without discipline, they cannot stay like a family.
But I thank God for taifa la kwetu ama Africa generally. Afrika tushukuruni Mungu, kuna neema tu iko katikati yetu. Angalau tunakaa kama jamii. Yes. Tunakaa kama watu. Huku Mungu ndiye ajuae. John, first letter of John chapter 4. First letter of John chapter 4. Verse number 7. Number 7. Yohana wa kwanza up to 15. Mstari 7. Hii itatumalizia. Mstari wa John, first letter of John chapter 4 verse 7 from 7 to 14 to 14. Hiyo ni mistari 7. Ni mistari 8. Haraka tu. Wacha tusome. Aya, wapenzi na wapendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu. You see now, anybody who loves is born of God. Naye anamjua Mungu. To show that you know God, it's by loving brethren. Yes. Let's move on. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. So if you don't love, how can you be a son of God? Yet God is love. Wezi. It can't work. Yes. Mstari wa 9, katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwake. So God did this by sending his son. When we did not love him, he gave his son so that we can be also shown love by God. Hili ndilo pendo. Si kwamba sisi tulipenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanae kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Think of that. Out of love of the Father, who is love, yes, he has sent his son now to make us be joint heir, co-heir with Christ. Yes. Because of love. Amen. Praise God. Amen. Amen. Verse 11, wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana. You hear that? Tuendelee. Hakuna mtu no one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and his love is perfected in us. The love of God is perfected in sons, because sons are the only one who understands the mind of the Father. Amen. So what do I want to say? If the love of God is perfected by us loving one another, we need to know we have no obligation. We have no otherwise, but we have an obligation to love one another. One thing you need to know, many a times I always say, don't tell God I love you if you don't love the people you see. The Bible is clear in this statement, so it won't be telling us that. You cannot say you love God, yet you don't love the people around you. Yes. Let's read. Okay, verse 12. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu, na pendo lake limekamilika ndani yetu. Katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake, naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha roho wake. Imagine. Verse 14, na sisi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba amemtuma mwana kuwa mwokozi wa ulimwengu. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God. Amen. Praise the Lord. Amen. So you need to know our Father. Yes. He has given us his life, his spirit. Yes. So that we can be born in the spirit to become sons of God. Amen. Praise the Lord. Amen. So, you tufikishe hapo. Number 3. For you to qualify to be son of God is what we read, first letter of John chapter 2 verse 15 and 17. Yes. Ya kwamba tuzipende dunia. Yes. Maana sisi hatujasaliwa kama watu wa dunia.
Watu wa dunia wanapenda dunia maana huko ndio kwao. Lakini sisi hapa si kwetu. Tumetumwa kufanya kazi. Tukimaliza kazi tuende kwetu. Yes. Sisi ni wana wa Mungu. Biblia inasema nini? Tusome tena 15. Mstari wa 15, Yohana wa kwanza mlango wa 2, msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Praise the Lord. Amen. Unaona sasa? Tukipenda dunia inaonyeshana sisi ni watoto. Maana tujielewi kwetu ni wapi. Kabisa. That's why especially twende kwa watoto wadogo. Mtoto mdogo anakataa chakula kwao nyumbani. Anaenda kwa jirani anakula chakula mbovu kuliko zile za kwao. Hiyo ndio indicators of being babies. Mtoto. Unatoka kwenu unaenda kukula chakula mbovu kwa jirani. Mtoto atakatalia kwa wenyewe maana yeye ajui utofauti. Lakini a mature person anajua kwao ni kwao. Hata kukiwa kubaya. Hata kuwe ni kubaya anaitanishwa na kwao. Na anajua uko ndiko kwao. Praise the Lord. Amen. Because you are here. You are a son who is having a responsibility. So, child of God, yes, you need to know the church is producing sons in this generation. Yes. And how shall we do it? Because the Holy Spirit is working in us. We will bring forth others and rear them to become mature, yes, and also to inherit together with us. Amen. Because that is the desire of our Father God. That's why He has given us the kingdom. It has pleased Him to give us the kingdom. Yes. And because of that now, we are working in the kingdom in the capacity, yes, of sonship. Yes. Praise the Lord. Amen. 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 Wow. Tunaendelea vizuri, and that is very, very powerful, and I believe ya kwamba we are what I love about the word of God, unajua Biblia inaposema ya kwamba ni kama kioo, tunapolisoma tunajiona, na kwa hivyo leo tunajiangalia tujijue. We evaluate ourselves. It's always good to evaluate yourself through the word of God na kujiuliza maswali. Mimi kweli kulingana na haya mambo yanayosemekana, kulingana na yale maneno tumesoma katika neno la Mungu, do I qualify to be a son? Am I a son ama bado mimi ni mtoto? Am I a son ama hata siko? Unajua pia pastor, kuna watu wengi wanafikiria wako wana wa Mungu, but they are not even in the kingdom. Sure. Kwa sababu hivyo tumeona tumeona ya kwamba watu wakipenda dunia, upendo wa Baba huko ndani yao. Yes. Meaning they are not even in God himself. Na kwa hivyo na Mungu atusaidie sana. Thank you so much kwa wale wako. Emma Shiko, thank you so much. Reiga, getting blessed by Pastor. Thank you so much. Powerful. Jambi Grace Reiga, God help me. We are breaking it all the time. May the Lord help us. Pastor Mercy, your love is perfected in the sons when we love one another. It is true. It is when we love each other. Tez, hello Pastor Munene, Jane, na Pastor Munene, nawapenda sana. Thank you so much. Tez, umepotea. Lakini nashukuru kwa sababu nakuona. Mother niga ile vitwa rogo. So, Jane Kanyike na Beroiga, do we work to become a son, or it's God's will? That's a question imeulizwa. Kama tunafanya kazi ili tuwe wana. Pale tumesoma katika waraka wa pili, yes, kwanza mlango wa pili, inasema hivi, mtu asiyempenda, yes, ndugu yake. Yes. Kupenda sio Mungu, ni wewe ndio unaamua na kuazimia kupenda. You decide. Yes. You choose to love one another. Yes. It is no, I had somebody say, naomba Mungu anisaidie kumpenda ndugu fulani. Hiyo ni ujinga. The word has already been given out. It's for you to walk in the word. Yes. Obey the word. Yes. Do the word. It will transform you. Yeah, do the word. Yes. So it is not God telling you love. He cannot tell you. Na hata ukuja uliambiwa, I know you are lying to me. Yeah. Because of what? The word stands. Remember, I have told you, yes, the royal law. The loyal law of loving one another.
Hey, Hadasa So, you Keiro. work it. Thank you. Yeah, it is by choice. But hapa Jane ameuliza, do we work to become a son? Do you work to become? I think that is the question. The question is, working to become is when you do. Yes. That's what I was explaining still. Okay. You don't become a son because of just praying in the church. Yes. It is doing what the Bible says. Yes. You cannot live a careless life and you say you are a son. You're not. We remember the Bible says, anayetenda uovu yeye ni muasi. Yes. Actually vile tu kusoma tukaendelea hapo mbele inasema hivi. Na uasi wowote ni kuvunja sheria. Tunaweza soma. Okay, let's read it. The letter of John. Mlango ogani? What? First. Yes. Mlango wa 3. Mstari wa 4 pale. First John chapter 3 verse 4 inasema kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Nanyi mnajua ya kuwa yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Mstari wa 6. Kila akaaye ndani yake hatendi dhambi. Kila atendaye dhambi hakumuona yeye wala hakumtambua. Mstari wa 7. Watoto wadogo, mtu na asiwadanganye. Atendaye haki yuna haki, kama yeye alivyo na haki. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi. Mstari wa 9 na 10 tukimalizia. Mstari wa 9 na 10. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake. I love that. Wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Mstari wa 10. Katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri. Na watoto wa Ibilisi nao ni dhahiri. Mtu yeyote asiyetenda haki hatokani na Mungu, wala yeye asiyempenda ndugu yake. Hapa ndipo kanisa limekamatwa, limeshikwa. Maana shida kubwa kanisani sasa hii chuki. Ndugu ni waajabu katika kuomba namba 1, kusoma maandiko ako mbinguni. Hallelujah. Kuhubiri mpaka mashetani kisikia sauti na anatoka cheche za moto. Lakini ukweli ni kwamba you are not still a son. Wow, Jesus Christ. And that's why devil cannot fear you. Because sons of God, they practice these things. Yes. They walk in the word of God, yes, and loving one another. They obey what the scriptures say. They avoid sin. They don't give chance to sin. Sin does not master them. Yes. Praise the Lord. They don't practice sinning because the seed of God remains in them. Uzao wa Mungu. Yes. But he who practices sin, it shows that the uzao wa Mungu haumo ndani yao. Bas. Hey, hii ni kali jambi. Nafikiri unasikia hiyo. Hata hawana uzao wa Mungu na hawakumuona yeye. Yes. Wala hawakumtambua. Practice. Hey, dhamiri imekufa na unaendelea tu na unasema Bwana asifiwe. Unajua hiyo tu mpaka hizo vitu mbili tu it has put my hair on edge. Kwa sababu unajua hicho kipengele tu hicho tu nafikiri kiko na maneno mazito sana. It carries everything else. Na kina rudia soma tu ili msikilizaji asikie kile tunasema. Nisome tena? Yes, verse 10. Mstari wa 10 umesema nini? Katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri. So in these things, and or rather whatever I'm going to tell you, yes, this is what qualifies us to be children of God. Other translation says sons of God. Sons of God. Move on. Na watoto wa Ibilisi nao. Yeah. So to distinguish between this, yes, children of God and the children of the devil, they are distinguished by this. This is what gives the distinction between children of the devil and children of God. Hey. Why?
If they grow up together, you can never tell. They are all in the church. They are baptized. Na mpaka wakapatiwa majina ya Kiingereza. Maana ubatizo siku hizi ni majina ya Kiingereza. That's all what is happening in the church today. But how can you tell? Yes. How can you tell the difference? Read. Hey. Haya, part B inasema hivi. Mtu yeyote asiyetenda haki hatokani na Mungu, wala yeye asiyempenda ndugu yake. Maana hii ndiyo habari msioisikia tangu mwanzo, kwamba tupendane sisi kwa sisi. Mlioisikia tangu mwanzo, kwamba tupendane sisi kwa sisi. Hii ni kali. Hii mpaka nimeiogopa, because this will disqualify so many people. Bas, hivyo ndio inasema watoto wa Mungu. Lawlessness. Never be cheated. Saved. Inasemangwa nini? Eti kama umeokoka forever saved. Forever saved. Hakuna kitu kama hiyo. It does not work here. Hapa haifanyi kazi. Hapa haifanyi kazi. Sasa hiyo ni kuniambia kwa sababu huyu mtu Yohana anapozungumza anazungumza na watu wanaojiita kanisa. Exactly. Watu ambao wanakiri Yesu ni Bwana. Watu hata pengine wanahubiri kama vile tunahubiri. Yeah. Watu hata wanaenda makanisa, mahekaluni na makanisani kama vile tunaenda. But kama huu upendo wa Mungu haujapatikana ndani yao, ni bure. Hakuna kingine kina qualify sisi kuwa wana wa Mungu. Haijalishi tutahubiri, itajalishi tutaimba, tutatoa sadaka kubwa, tutafanya nini, tutawekelewa mikono. These are the qualifications, credentials for the children and sons of God. Why? Number 14 of the same. Wacha tu tusome tukimalizia sasa. Number 14 of the same inasema, sisi tunajua ya kuwa tumepita toka mautini kuingia uzimani. Kwa maana twawapenda ndugu. Yeye asiyempenda akaa katika mauti. If you are born again as you tell us, hey, and you don't love your mother-in-law, you don't love your brothers-in-law, you don't love your neighbor who is next door because kuku yake iliingia ikakula marawe yako. Umpendi ndugu yako kwa maana alikukopa pesa kashindwa kulipa. Uko mautini bado. Muko mautini. Tubu. Tusonge mbele. Akaa katika mauti. Mstari wa 15. Kila amchukiae ndugu yake ni muuaji. Bas. Nanyi mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Okay. Soma tu. Okay. It's very important. Aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Hiyo ndio nilikuwa nataka uangalie. Mpendwa, Mungu, unajua uwezo katoa maisha yako kwa Yesu? Hawezi. Now I gave my life to Jesus. How can you give your life to Jesus? He's not interested. Tunakuwa tukimaanisha we surrender. Oh, hallelujah. Basi tutumie Kiingereza surrender. Maana Mungu ndiye alitoa uhai wake kwa ajili yetu. Nasi sasa ili tuwe real children. Yes. Maana tunafanana na huyu Mungu. Yes. Tunatoa maisha yetu kwa ajili ya ndugu zetu now. Yes. We give our lives. Look here. Number 17 ndio inatuonyesha jinsi ya kutoa uhai wetu kwa ndugu zetu. Move on. Number 10, mstari wa 17, tuko bado waraka wa kwanza wa Yohana 3. Lakini mtu akiwa na riziki ya dunia, yes, kisha akamuona ndugu yake na ni mhitaji, akamuulizia akamuzuilia huruma zake, je, upendo wa Mungu wakaaje ndani yake huyo? Little children, let us not love with words or with the tongue, but in deed and the truth.
matendo na kweli. Hatuna injili ingine isipokuwa hiyo ndio ilipitishwa kwetu na manabii na mitume, na Yesu Kristo akaidhibitisha kwa ishara na miujiza. Amen. Tupendane sisi kwa sisi. Amen. Kanisa sasa imejaa, kwa Kikuyu nasikianga wakisema mushene. Unasengenya kuanzia pastor, deacon, unamalizia na the cleaner. Na bado nasema I love you Jesus. You are lying to us, you are in darkness. Rise up. Repent. Let's march forward. Wow. Hiyo najua watu leo wataokoka. Kabisa. Ninaona kuna wengi hawajaokoka. Yeah. Naona kuna wokovu unahitajika. Oh God Almighty. Tunaendelea tukiendelea kumaliza. Grace inasema the royal law it's work. Pastor Jane Kanyingi unasema Grace uraiga gwithithimo kwa yes hiyo. You know you feel your hair stand on edge. Mashiko unasema oh God, this is very true and powerful. May God help us to love one another in our churches. Hakuna upendo. Na watu wanasemaga hakuna upendo na wao hawapeanagi. Hiyo ndio shida. In fact, Jesus said that by this I will know you are my disciples. Even the world will know that you are the disciples of Jesus when you love one another. Aliria bila upendo wa Mungu sisi ni bure, sio wana wa Mungu kabisa. Tumepoteza hiyo. Hadasa kiderega hii ni kali kweli. Father help us. Ni kabisa tunahitaji msaada, tunahitaji Mungu atusaidie ili tuweze kupendana. Umetuambia okay. Unajua ni rahisi this way, sio kuomba Mungu. Tumeambiwa Mungu hata tusaidia. But what we gonna do is that we are going to take the word of God, because the fruit of the Spirit is an indicator that God is at work in us. Now then of course the first thing is love. Sijui kama kinakuaga kitunda kimoja kimegawanyishwa into small pieces ama kitunda hicho, maana ni the fruit of the Spirit. Thank you Benson Kimaro. Love the power to finish. May God help us. Sasa hebu tuelezee hii the fruit of the Spirit, maana ni upendo. Thank you. Yeah, kwa Galatia anapotuelezea hiyo mlango wa 5 anasema tunda la Roho ni hii, the manifestation of the fruit in you, or rather what people will taste, what also you will eat, and what everything else will enjoy. Yes. Siku moja nikifundisha nilisema love it is something that you purpose to do. It is an intentional act of grace and mercy. You purpose to. Maana love sio kifeeling. Wachana na hiyo tunaitanga kifeeling. Let me tell you the truth. Kinaweza kuweko. Huyu ni mke wangu. Nimemuoa, tumekaa miaka 20 na. At times hata sikumbuki, wachana na kufeel. Even I don't remember. Hukumbuki? That I'm married. Hukumbuki? Wewe umezaa watoto. Do you always remember that ulizaa? Is that you know. You know. And you don't love your children because they are so good. You love them because you know I'm supposed to love them. Then unawafundisha wanakuwa, sasa mnaendelea na urafiki, mnajenga urafiki. So what am I saying? Tunda la Roho, or rather the Spirit of God in you anajimanifest na hizo njia zote. Anajionyesha katika upendo, anajionyesha katika uvumilivu, anajionyesha katika furaha. Sasa ukikaa na watu wamenuna kila saa, wamenuna weusi, kwa mweusi imaanishi wewe ni umenuna weusi wa nini ndani wa ndani. So this fruit of the Spirit is manifested so that people can enjoy to eat it. But for the sake of, do I have any minute? Yeah. Okay, let's go to Galatians chapter 5. Wagalatia 5. Na kuna mtu hapa anauliza tukiwa hapo, what about when we love and draw a line between us because of the past? Are we still in darkness? I don't think so. A question? Ameuliza what about when we love and draw a line between us because of the past? Hiyo ni kumaanisha maybe somebody hurt you. What if Thank you kwa sababu hilo swali. Nami nina swali kwako. Yesu angedraw line because of the past. Ungekuwa wapi? Na semi past kabla hujaokoka, baada ya kuokoka. Okay, unajua ni kwa nini watu nambie hivyo? Because you are not dead.
I think what kile anamaanisha ni hiki. I'm getting it very clearly. Very clearly. Anasema ye bado anapenda. Ninakupata. Lakini unasema unaweka mipaka sasa, usivuke upande huu kwa sababu ya kosa. Kwa sababu ya kosa. Yes. Ama kwazo. I thought maybe let me put it this way. I always say that forgiveness is a command, as love is a command, but association is optional. That is people who said so. Hiyo ni ideology ya watu. It is not scriptural. Show me where. Show me. It is optional. Counselor alikuambia hivyo. Kwa maana ya kukua kwa roho. When you are led of the Spirit of God, I tell you, life is different. Life is different. The Bible says in Psalms 119, verse 160, I think. Peace, great peace. Wanao walio na neno la Mungu na hawana makwazo. Hakuna lolote la kuwakwaza. Haimaanishi sijawahi kwazo. Mama, wewe ni shahidi wangu. Nimekaa na watu wa aina gani? Wengi. Mimi ninawaambia watu ukweli ni huu. Nikae na wewe uniibie, sikufukuzi. Unakaa na mimi tu. Grace. Mpaka ubadilike. Unaniambia nimepatikana. Mko hapa ni shahidi nisiwe najiwekelea vitu zangu. Hata shetani inaweza kaa naye kwa nini? Subira ni tunda la Roho. Unamsubiri huyu mtu, ukimuongelesha vizuri, ukimsaidia, unaweka distance because of selfishness. Na kile unangangania ni mali ya dunia na tunaiacha kesho. Hatupo. Hiyo tutakesi tukitoka hapa. Tutaongea. Maana watu wengi wamechukua vitu vya dunia wakaweka katika maandiko. Ni swali ninalo ili ingiane na uonekane unaongea ukweli. Maana utaniuliza mtu aniulie mtoto, then uniambie we can associate. Let me tell you one thing. Huyo mtoto ni wako ama ni wa Mungu? Itategemea kama huyo mtu atakuja nyenyekee na wewe umpende, muonyeshe upendo, hiyo mambo itaisha. Why are we defeated at times by people who are even actually hata wajaokoka, lakini they can rise to that level. But utu wetu, I'm not refusing our temperament. Uruka kwa Kiswahili, uruka zetu zinatusababisha kubehave the way we behave. But when the Spirit of God comes in us, I have a question. Peter has betrayed Jesus. Jesus has resurrected. And he knows very well. Peter has applied the statement Mama has said. Because of betrayal, association is choice. To associate with who? Jesus, Peter. Anaogopa sasa kwenda kwa associate pia. Maana hata sisi tukikosea watu, we do the same. Maana nilikukosea, I don't want to associate with you. Isn't it? It goes around. Yeah. So Peter ataki kwenda. Yesu anatumana anasema, enenda muambie wanafunzi wangu nimeelekea Galilaya wakuje. Na pia Petro umwambie akuje. Alikuja amefanya vidole namna hii, maana alikuwa anafikiria Yesu ataenda kutangaza vile nimebetray. Alipofika wanaongea story tofauti. Why? Laugh. That's right gade. Oi, no halito. No gaya. Si alito. Aigereire oi. Ukoragwo ne korito todo wene wendete gwikara ta mundu. Ndorenda gwikara ta mwana wa Ngai. I'm a preacher. Ask people from where I preach by grace. They will tell you, I don't just speak. It is the truth. Tezi gao ni halito. Na ni halito ti hahudho. Lakini inawezekana. Tungekuwa tufufuke sasa. Tufanane na Yesu. Basi haitakuwa mzito. Haitakuwa mzito. Lakini tukiwa hatuja kufa na Yesu na kufufuka naye, itakuwa ngumu. Hata iwezekana. Maana wewe ni mtu unafanya kama mtu. Na sisi sasa sio watu, sisi ni wana wa Mungu. Nani ameweza hiyo? Japi. Yule ameweza hiyo achukue mkono juu. Na wale wanahitaji maombi. That is tough, but that is the word of God. Hilo ndilo neno la Mungu. Na the only thing we can do is to align with the word. Hatuna njia ingine, ni kualign na hiyo njia. Wakati mwingine ni nzito, ni ngumu, lakini hatuna njia ingine kwa sababu hatuna kwetu. Sisi ni kuongozwa, tunaongozwa na tumesomewa maandiko mazuri sana katika Warumi 8:14. As many as are led of the Spirit, so are the sons of God. Kwa hivyo tukikubali kuongozwa na Roho Mtakatifu, tunajua ya kwamba mambo yetu itakuwa sawa.
mambo yetu itakuwa sawa. Na kwa hivyo tunaendelea na tunajua ya kwamba mambo yetu itakuwa sawa sawa. So nataka tuombe. Yes, Jabi unasema with God all things are possible. It is true. Okay, that is statement, with God all things are possible. It's a good statement. Lakini kumbuka hapa tuongei Mungu, tunaongea kuhusu wewe. Na I think kile anamaanisha ninaelewa, wacha kuwatetea. Kwa sababu ninataka kusema hivi, ndani ya Mungu ndiposa umetuhubiria, maana tumesoma mambo nyingi when we are in God. Unajua hivi tu ndio watu wanabadilishanga maandiko tu upesi tu hivyo nasema tumetoka kusema sisi ni wana wa Mungu. So kwa maana sisi ni wana wa Mungu, sasa tu kama Mungu. So hatutasema sasa kwa Mungu inawezekana. Tunasema kwa wana inawezekana. Kwanza tumeambiwa tujitoe mioyo yetu kwa ajili ya ndugu zangu. Oi, mundu orage mwana wako ndemuohere ngayoka no tuteithie gukomenya mwana. I love that taste. We thank God. What I love about all what we've learned is naamini ya kwamba it will stick kwa sababu it is kind of interactive, na hivi ndivyo tunajifunza neno, na ninaamini ya kwamba it is very clear. Wewe utakufa leo Jambi kwa kicheko. I used to pray to love people until Pastor Munene taught me love is a decision. I now love unconditionally. Bwana atusaidie. Lazima hatuna njia nyingine. Unawapendaga wote, hata wale ambao kweli kabisa they are unlovable. Wengine kama hao Jane Kanyingi anaongea juu yake, unaangalia unauliza kama kweli nitawapenda ama itakuaje. Na kwa hivyo tunashukuru Mungu. Na so we want to pray together tulekie todo hata sura igate wajiko si leo umepatikana okoka. Kuna mtu amepatikana, sijui Wanjiko ni nani huyo, Hadasa unaita hivyo, lakini tunashukuru Mungu. Wacheni tupatikane, kwa sababu tukipatikana tutakuwa ama ni Teza naitwa Wanjiko, unajua hajawahi niambia jina yake ya Kikuyu, jina ya M-Pesa. So we are going to pray, kwa sababu najua ya kwamba tumebarikiwa na sio kubarikiwa. We are not just here to be blessed, we are here to learn, to grow, to be edified. Now, the purpose is that we may be conformed to the likeness of Jesus, practice, who is the model son of the Father. So, Gayareda Adomahana Jesu. So we are working towards that as we allow the Spirit of God to work in us. Nigeda tutuke. So toko hoya nigeda tuhoele adu aria tuhoyagira adu ingia meha muno matiwa ina na mwathani Jesu. Nataka uombea wa kuokoka. Alafu tuombea hao wengine wa kutubu. Sawa. Nitaombea wa kutubu. Mam Purity Njogona, thank you so much for coming. Gaya kuradhime na Anne Wanjiko, God bless you. Ndio M-Pesa. Sawa test ni namba tu sijui. Tunashukuru Mungu. So I want us to pray. Netileta kuhoya na wewe waigwa detweyo. Neti totodo hujaingia ndani ya Yesu. Na as always kwirire dikari kia show ino itakwirite that Jesus loves you na Jesu na fatanawe nigetha akonoke tondu wenwe wakuire mutharafaine ithenya riaku, because you and me deserved to go to the cross, but behold what manner of love that the Father has. Netwatuitwo ciana cia Ngai na undu wa gwitikia the accomplished work on the cross. Now everything has been provided for. Uhonokio witu, kurekerwo mehia, gutura ringi, maundu macio mothe ni maheanitwo na maheanitwo oro uguo tuhutumoe ni tondu ni maitu. The Bible says it's a free gift. It is not by works. So tiribera tongeruta nigetha tutuike mwathani Ngai thitwa rogoco. Kwoguo ni tukuhaya Kai Eunice, thank you so much baby girl. Ni wega ni guka onongoro ni wagiuka haha uguo tukirikiriria, but we thank God. Nienda tuhoe na bebe nienda we tondu ni uiguite kiugo na ni njui thiini waku, you have the witness that you need to receive Christ. Gugu uga mwathani Jesu, nimekuja kwako, nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, nahitaji kufa, lakini umejitoa kwa ajili yangu. Napokea
anapokea your gift of salvation. Nimekubali kuoshwa kwa damu yako, nakubali kutenganishwa na uovu na dhambi ili nikawe mwana katika ufalme. Nataka kuzaliwa upya na ili nikaweze kurithi ufalme wa mbinguni. Asante Yesu kwa sababu ya kuniokoa. Asante kwa sababu ya kunisamehe. Asante kwa sababu ya kunifanya mwana. Asante kwa sababu ya kunibadilishia maisha na kunifanya kiumbe kipya siku ya leo. Kama umeomba hilo ombi, ndimwiraka hau niho twambiriirie na uguo niguo Ngai atutuite kiria tutuitikite, na ndimwiraka kuu kungi ni Ngai uthiaga gituthondekaga, na kuo I want to pray for you ngetha nake pastor acoke atuhoere. Mwathani twacokeria ngatho ni wega ni tondu wa wega waku, twacokia ngatho ni tondu wa mundu uria waigua kiugo muthenya wa umuthi na amenya we ndari kuo, ndataraniirio na ciana cia Ngai, ndataranitwo ona mwana ni tondu ndari agia na ngwataniro na ndari agia na ihinda ria kwithuthuria na kumenya ni agiirwo na kugia na a personal relationship with you. Na muthenya wa umuthi tondu ni amenya ati eja ndataraniirio na ciana, ndataraniirio na Ngai, na Ngai ya muoyo, na Ngai othamaki nietikira. Twamuhoera thiini wa ritwa ria Jesu, munyitana guoko gwaku, mutongorie Mwathani ni tondu ni wamurekera mehia make. Maandiko moiga kwa ria thiini wa Kristo Jesu ni kiumbe kieru, maundu maria matene ni mahetuku na magatuika meru. Koguo ni twetikira ati uguo niguo weka. Mutongorie no mutware kuri murithio kumurithia wega Mwathani nigetha atuike, ni tondu we wi Ngai mwega na wi mwihokeku. Ni wega marathime no meke maundu mega. Tungikamona bururi waria me muoyo, gikamona bururi uria twirigagirira, Mwathani tugacokia ngatho ni tondu no tukamenya kuria mamenyeire ndeto eno. Ni wega ni tondu wi wa mana, ni tondu wi wa kwihokeka. Thiini wa ritwa ria Jesu twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, yes, tunakushukuru kwa neno lako, neno la uzima. Wengi wetu tumelisikia hili neno leo, yes, tumesawishika mioyoni. Bwana, ninaombea yoyote yule amesawishika, yes, kana kwamba ameelewa, hakuwa anaenenda katika maamuzi yaliyo bora, yes, ya kutii neno lako. Naomba ukatusamehe. Tunapokea msamaha wako, yes, maana umepeana, nasi tumeuchukua. Yes. Kuanzia leo tunatembea kadiri ya neno lako, tunatembea, yes, katika utiifu wa neno lako, yes, ili tukaimarike, tukawe wana warithi pamoja na Kristo. Yes. Asante Bwana, maana umetukumbusha kile tunachostahili kutii na kutenda. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen, amen. Thank you so much. Thank you so much. Nitwacokia ngatho. Thank you so much. Eunice Kariuki, Ngai akurathime. Ruce Esther, oroigarathimo mono ndungata cia Ngai. Thank you so much. Nitwakena muno. Ngai aromurathima muno muno makirie ni tondu always gwitikira gukorwo hamwe na ithui nigetha tugatwarana kiugo-ini giki kia Ngai. Na nituranie ndi murathime muthenya wa umuthi. I'm so blessed. Na riu ni ndamenya what it means to be a son. Na ni wega wirore ndukanekore wija. Ngai aromurathima muno muno na mwika maundu mega na let me say something please. I know mwenye kuweka hii inaitangwaje ni mnasidanga emoji hiyo ya hizo vidole hiyo ya Jenica nyingi, it's not right, it's not good, it's not good. Hiyo alama si ya kwetu. Najua ujui wewe umeweka tu. Amen. Jabirega, it's powerful. I like how I've been taught, rebuked, and loved. Thank you so much. Emma Shiko, this was timely. We are blessed. Amen, amen. And that's amen, grace. Gayaro murathima muno mugena wiki njega, wiki ya kirathimo amutuge na amurore. Thank you so much. Shalom, shalom. We love you, and we pray that God will continue to bless you. Mugena wiki njega, wiki dathime na wiki njega. Thank you so much, Evelyn. Gaya kurathime. Shalom, shalom. Kuma Seattle, Washington, kinya Birmingham, Alabama, Arizona, kinya Jordan, Saudi Arabia, kinya Massachusetts, Kimede, kinya Hadege Gatodo, Nairobi, kinya Mombasa, Pacific Waves International Radio, Seattle, Washington, Naithwi #1.